Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'du. Leo Allah akitujalia, hebu tuzungumze kidogo kuhusiana na Daulatul Umawiya. Mwanzilishi wake alikuwa ni nani, na baada ya hapo muendelezo uliendeleaje? Yani Daulatul Umawiya tunajua kwamba ilianzishwa na sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muawiya bin Abi Sufyan. Huyu Muawiya alikuwa ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na alisilimu katika Fathu Makkah. Yani wakati Mtume sallallahu anaifungua Makkah, ndio mwaka ambao Muawiya bin Abi Sufyan ndio mwaka ambao yeye alisilimu. Ilikuwa ni mwaka wa 600 kama na 30 hivi. Na Muawiya tunamjua ni katika wale ambao pia walikuwa wanaandika wahi unaposhuka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini vile vile Muawiya bwana huyu alikuja akaanzisha daula yake baada ya kufariki kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Yeye ndio tayari akaanzisha daula yake. Ilikuwa na fitna nyingi sana, lakini akaanzisha daula yake, ambapo huu ulikuwa ni mwaka wa 661 miladia. Na daula hii iliisha kabisa mwaka wa 750 au 750, ndo Daulatul Umawiya iliishia hapo. Na Muawiya alikuwa mtawala wa Sham, ambao ni Syria ya leo tunavyoita, lakini kipindi hicho ikiitwa Sham. Kwa hiyo alitawala sehemu kubwa sana, na mafanikio yao yalikuwa ni makubwa sana daula hii, kwa sababu ilikuwa inaendana kwa urithi, yani inaendana kwa kurithiana. Kwa hiyo huyu bwana viongozi hawa, kuna viongozi kama 14 hivi wa Daulatul Umawiya ambao walitawala kila mmoja kwa muda wake. Kiongozi tukiachana na Muawiya ambaye alianzisha mwenyewe hili jambo mwaka 661 mpaka mwaka wa 680, muasisi wa Daulatul Umawiya ambaye ndio tumesema ni Muawiya bin Abi Sufyan. Baada ya kuondoka yeye mwaka wa 680 akatawala Yazid bin Muawiya. Naye huyu bwana alitawala takriban mwaka wa 680 mpaka mwaka wa 683. Maana yake huyu bwana yeye alitawala ndani ya miaka 3 takriban. Huyo ni mtawala wa pili kwa tukio la Karbala, na huyu ndo alihusika na tokeo la Karbala kule ambako aliuawa Hussein ibn Ali. Lakini vile vile mtawala wa tatu wa Daulatul Umawiya alikuwa ni Muawiya bin Yazid, ambaye huyu bwana naye alitawala kuanzia mwaka wa 683 mpaka mwaka wa 684. Alitawala takriban siku chache sana, kama siku 40 hivi. Halafu akaja mtawala wa 4 Marwan bin Ibn al-Hakam. Huyu bwana yeye alitawala kuanzia mwaka wa 684 mpaka mwaka wa 685. Alianzisha tawi Marwani katika ukoo wa Muawiya. Kwa hiyo kila aliyekuwa anakuja alikuwa anaanzisha vitu vyake. Kwa hiyo leo tutataja tu wale ambao wametawala, lakini baadaye huko mbele tutakuja kuelezea kwamba huyu yeye alitawala, alifanyisha kitu gani, alifanyaje, namna hiyo. Alafu mtawala wa 5 ni Abdul Malik bin Marwan, ambaye ni maarufu sana. Kuanzia hapa tunapata ni watu maarufu, hata musalsalati tunaangalia ambazo walikuwa wamezitoa, ambao sio wao lakini watu waliakti kama wao yani. Kwa hiyo
kuanzia kwa Abdul Malik bin Marwan ndipo ambapo watu wengi tumeelewa. Kwa hiyo huyu bwana yeye alitawala mwaka wa 685 mpaka mwaka wa 705. Huyu ndio bwana Abdul Malik. Baada ya Abdul Malik alikuja mtoto wake Walid ibn Abdul Malik bin Marwan. Yeye alitawala mwaka wa 605 mpaka 615. Tunaona takriban miaka 10 alitawala. Alisimamia upanuzi mkubwa sana wa daula hadi Uhispania na India kote huko alisimamia huyu bwana. Halafu akaja Suleiman ibn Abdul Malik bin Marwan ambaye ni ndugu yake Walid. Huyu alikuwa ni sahiba mkubwa sana wa Umar ibn Abdul Aziz. Walikuwa ni marafiki sana wa watu. Walikuwa ni mtu na ndugu yake hawa, lakini ibn ammi. Maana baba yake Abdul Malik na Abdul Malik, baba yake Umar ibn Abdul Aziz na baba yake Walid ama Suleiman walikuwa ni mtu na mdogo wake. Kwa hiyo hawa walikuwa ni mtoto wa ammi yake. So Suleimani yeye alitawala mwaka wa 715 mpaka mwaka wa 717. Alitawala muda mfupi lakini aliheshimika kwa uadilifu wake. Baada ya hapo sasa akaja Umar ibn Abdul Aziz. Sasa Umar ibn Abdul Aziz yeye alitawala mwaka wa 717 mpaka mwaka wa 20. Maarufu kwa uadilifu na mageuzi ya kijamii. Huitwa khalifa wa 5 wa haki. Watu humuita hivyo. Na kweli Umar ibn Abdul Aziz, kila mmoja kwa ambao ni wasomi wanamfahamu sana juhudi zake katika dini na vitu vingine mbalimbali. Baada ya Umar akatawala Yazid ibn Abdul Malik. Akatawala Yazid, alikuwa na migogoro yake ndani ya utawala wake, maana ni kama vile alikuwa haelewani na wenzake. Halafu akaja Hisham ibn Abdul Malik. Huyu bwana alitawala kwa muda mrefu na kuimarisha utawala wa kijeshi, kwa sababu yeye alitawala kuanzia mwaka wa 724 mpaka mwaka wa 723, kwa takriban miaka 20 na. Lakini baada ya hapo aliyetawala alikuwa ni Walid ibn Yazid. Yeye alitawala kutoka mwaka wa 743 mpaka mwaka wa 744. Alijulikana kwa maisha ya anasa sana. Aliuawa kwa mapinduzi. Maana wewe ukiwa mwana wa hanasa sana unajikuta unakuwa na maadui wengi. Japo wewe unawaona ni marafiki, lakini wanakuwa ni maadui zako. Alafu akaja Yazid ibn Walid. Huyu bwana alitawala kwa miezi 6 tu, mwaka wa 744. Ibrahim ibn Walid, yeye huyu bwana alitawala kwa muda mfupi sana, kwa sababu kutoka mwaka wa 744 mpaka mwaka wa 745 ikawa tayari amemaliza. Alafu akaja Marwan ibn Muhammad. Huyu bwana yeye alitawala mwaka wa 745 mpaka mwaka wa 750. Dola Umawiya ilianguka rasmi mwaka 750 baada ya mapinduzi ya Daulatul Abbasiya, na baadhi ya wanachama wa ukoo wa Muawiya walikimbilia Andalus, ambayo ni Hispania. Huko ndo walikokimbilia ambako walianzisha daula ya Umawiya. Huko wakaanzisha daula yao nyingine baada ya kuhamia huko Hispania, Andalus. Kwa hiyo leo tutashia hapa, kesho insha Allah tutakuja kuendeleza mmoja baada ya mwingine. Tawalaje, alifungua sehemu gani na gani, yeye alikuwa anapenda kitu gani na vitu gani alikuwa hapendi. Tutaangalia mpaka mwisho. Baadaye tutahamia kwenye Daulatul Abbasiya polepole na insha Allah tutaelewana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.